Hello folks, mambo vipi? Of course leo story yetu inatoka moja kwa moja London, Uingereza. Mwaka 2003 kuna huyu binti aliyefahamika kama Joyce Vincent. Alikuwa anakaa katika apartment kubwa ambayo ilikuwa pia ina majirani wengi sana. Lakini cha kushangaza ni kwamba huyu binti hakuwa na marafiki kabisa, na siku zote kipindi anakaa katika ile apartment hakuwahi kuwa na watu waliokuwa wanamtembelea mara kwa mara. Yaani inamaanisha kwamba hakuwa na marafiki kabisa. Sasa kitu ambacho kinashangaza ni kwamba huyu binti alikuwa anasumbuliwa na asthma, yani pumu. Na siku moja katika hali isiyokuwa ya kawaida alibanwa pumu akiwa ndani kwake katika ile apartment. Na mwisho siku akapoteza maisha akiwa amekaa kwenye kochi akitazama TV. Na kwa kuwa kama unavyojua nchi za wenzetu umeme huwa ukatiki, TV inaendelea kuwaka na kufanya kazi kama kawaida. Lakini yule binti akiwa amekufa kwenye kochi akiwa amekaa peke yake pale. Siku zikaanza kwenda na hakuna mtu yote aliweza kugundua kama kule ndani kuna mtu amefariki. Na majirani walikuwa wakipita katika lile eneo wakisikia harufu mbaya, wakawa wanajua labda bini ya takataka iliyoko outside the house, outside the apartment ndio inayotoa harufu. Maisha yaliendelea kwenda, lakini pia sauti ya television iliendelea kusikika kutoka katika apartment ndani kwa huyu binti ambaye ni Joyce Vincent. Siku zikakatika, miezi, na sasa miezi 6 imekatika. Lakini ujue ni kwamba kwa wenzetu kuna system za kulipa kodi. Yani mwenye nyumba hakufuati umlipe kodi yake, isipokuwa benki yako au akaunti yako ya benki inaungwa moja kwa moja kwenye system ya kulipa kodi ya automatic. Kwa hiyo Joyce Vincent salio lake liliendelea kukatwa na kulipa apartment anayokaa automatically kila mwezi, akikatwa salio kwa ajili ya rent pale alipokuwa anakaa. Miezi 6 kakatika na sasa ukawa ni mwaka, na baadaye harufu ikawa imepotea kabisa, wakati ndani ya ile nyumba aliyokuwa anakaa Joyce akiwa amebakia kiunzi kabisa, yani ni mifupa tu ikiwa ndani ya kochi, lakini TV ikiendelea kufanya kazi. Mwaka wa pili ukakatika, mwaka wa 3 ukakatika. Sasa kwenye mwaka wa 3 ndipo wakaja kugundua, na waligunduaje? Ni baada ya pesa iliyokuwa benki kuisha, yani ilivyokuwa inalipa kodi mpaka ile pesa ikaisha, na sasa akawa na madeni. Lakini ukumbuke pia maili zake na email zote zilikuwa zinatumwa, zote zilikuwa hazijibiwi, na maili zingine zilikuwa zinapitishwa chini ya mlango, lakini hakuna hata moja ambayo Joyce aliweza kujibu kwa sababu alikuwa amekufa. Na sasa mwenye nyumba baada ya kuona kwamba huyu mtu halipi tena kodi na hajui alipo, lakini wanasikia televisheni ndani, wakawa wanajua labda anajificha, ndipo ikabidi aende mahakamani kuomba order warrant ya kuweza kumtafuta Joyce Vincent. Joyce Vincent alipigiwa simu kwa muda mrefu sana, lakini hakuweza kupokea, na mwisho siku ikabidi walazimishe ni namna gani nzuri ya kuweza kujua huyu mtu yuko wapi. Ikatoka order ya mahakama kuondoa vitu vyake pale ndani, ndipo siku wanakwenda kuvunja wakiwa pamoja na polisi, wanamkuta Joyce Vincent mabaki yake, yani mifupa ya kwake mwenyewe ikiwa kwenye kochi. Na baada ya kupima ndo wakaja kugundua alikufa miaka 3 iliyopita. So ndio story yetu ya leo, lakini pia kupitia story hii tujifunze kwamba ni namna gani tunaweza kutengeneza social life kwa kutengeneza hata watu 2 3 katika maisha yetu ambao wanaweza wakaja kuwa kama backup. Wasipotusikia hata siku 2 au 3 wawe willingly kututafuta. Isije ikawa kama lililomtokea Joyce Vincent. Wewe huko nyumbani, hata uwe antisocial kiasi gani au uko introverted kiasi gani, make sure you make friends for you a better you, kwa sababu huwezi kujua kesho yako, maana tunatembea na mili isiyojulikana kwamba mwisho wetu ni lini. Kwa hiyo ndio story yetu ya leo, na stories zingine zinakuja zaidi, lakini pia niombe samahani kwa kukaa kipindi kirefu bila kutoa story, kwa sababu kidogo nilikuwa na changamoto mbalimbali. Asanteni sana.